Kienda kinyume na maadili binafsi kama Mkristo wa Shalom International Gospel Center, yataleta athari kwako, lakini yataleta na athari kwa kanisa, kwamba yule kijana anaabudu pale, yule binti anaabudu pale. Kwa hiyo mchuma janga ula na utatulisha vitu ambavyo hatukutaka kula. Sawa jamani, watakatifu wa Bwana. Kwa hiyo kama ukijua kwamba wewe ni mtu uliyeokoka, ni binti uliyeokoka, kijana wa kiume uliyeokoka, hata kama ulikuwa mchumba wako, usimwombe pesa. Sawa? Unanielewa? Usijirahisishe, usijiuze rahisi. You are very expensive. Wewe ni wa thamani sana, wewe ni wa gharama sana. Hata kama una hela, wewe jiweke kwenye standard. Unanielewa? Jiweke kwenye standard. Kuna wengine mpaka nitawaita kuongea nao. Usikate tamaa. Jiweke kwenye standard. Vaa vizuri. Hali chapa kazi kule, kama kuuza nani karanga na kuchemsha, uza. Kama ni kuuza nani parachichi, uza. Ukikuta unauza parachichi, utanunua ngapi kwa sababu yako. Kile ukikuta unauza utanunua. Kama unauza matikiti maji, uza, ndio wakati wenyewe. Uza. Mseme nini binti? Baadaye atamjua kwamba wewe una kiwewe. Fanya kazi. Binti, fanya. Ndio kuna fanya nini? Anajua. Anachapa kazi yule mtoto. Chapa kazi mpaka nikafika nikasema, yule binti wa Shalom. Napenda sana. Napenda sana. Yaani anafanya kazi ambayo nitegemea kijana wa kiume labda ndiye aibuke kufanya. Afurahi sana. Fanya. Siwezi kumtaja na wala siwezi kumpungia mkono. Hapo nyamaza kimya, na usidhani jibala kuna kabisa. Safi sana. Piga makofi kwa Yesu. Sasa unajua faida ya kupiga kazi wewe binti? Hata kubabaisha kijana wa kiume. Kwa pipi wala kwa chips. Maana pesa unayo ya ukitaka kula chips unakula. Ila kwa sababu una akili njema unatumia kwa matumizi bora. Kwa hiyo mtaona, binti, twende hapo nikununulie soda. Mbia, kama unataka kununulia mimi sasa hivi hapana. Ila nipe shilingi 50,000 hivi. Mimi nakula samaki, nikanunue samaki, mimi chakula changu ni samaki. Sinione hivi, ni samaki. Sasa nataka kukubabaisha. Wala hana mpango wa kuchumbia. Ila nataka kukubabaisha. Na mtu kitaka kumchumbia mtu sio lazima umpe kwanza zawadi. Hizo zawadi utakuwa unampa mpaka lini? Halafu akifika ndani ya nyumba zawadi zimekoma. Vijana wa kiume muangalie sana. Anayetoa zawadi ujue anataka rushwa. Ni rushwa hiyo. Toa zawadi. Anakupa rushwa. Na rushwa ni dhambi. Wewe unayepokea na unayetoa. Ili mtu anipende, ngoja nitangulize hivi. Unafanya namba ngapi ya viatu? Inakuhusu nini? Unamuuliza inakuhusu nini namba yangu ya viatu? Nataka kukubariki. Amna, mimi viatu yangu vinatoka Dubai. Na viko njiani na vingine si unaweza nimevaa. Sawa? Katoe sadaka kwa Mungu. Leo naongea na mabinti, kuwa smart. Fanya kazi yako vizuri, lakini usibweteke, vaa vizuri. Nywele zako ziweke vizuri. Jipende, jua kwamba wewe ni binti wa Yesu. Na Mungu amekupaka mafuta. Mabinti wote wa kanisani wanang'aa. Hata kama wajipaka mafuta maparachichi. Wanang'aa. Upako unamng'arisha mtu. Na vijana wa kiume vile vile wanang'aa. Upako. Hapo niishe. Sasa niingie eneo la 3. Mahusiano. Maadili katika mahusiano. Sasa mahusiano gani haya? Haya ni mahusiano ya kijana na watu wazima, nyumbani, kanisani. Heshima iwe nzuri. Mahusiano na vijana wenzako yawe mazuri. Siwe na ulimi mbaya. Kauli mbaya isitoke kinywani mwako.
Huyu leo unayesema toka hapa, anakwambia binti, hujajua nataka kuambia nini, toka hapa. Yaani unaweza ukasema na mimi, alafu umelala usiku na kuanisha ile ndiye mume wako. Unaona? Toka shetani. Ile ndiye mume wako. Wanaweza pewa sifa. Uwe mtu mwenye kauli nzuri kwa watu. Uwe kijana wa kiume au wa kike. Yaani uwe mtu mwenye haiba nzuri. Mwenye mtu ambaye anatamani kuwa karibu na wewe, kuna kitu kinatoka. Hayatoki maneno ya upuuzi. Yanatoka maneno ya hekima. Lakini kwa watu wakubwa pia uwe na heshima kwao. Humu ndani ya kanisa kuna watu wengine wangeweza kutuzaa, tunaweza sababu ya kuwaita mama au baba katika kanisa. Isikite Bwana Yesu asifiwe. Kama unanielewa? Ndio kanisa. Asikia kanisa hapa wote ni vijana wa kiume, kuna Pascali, kuna Isaac, wote ni vijana tu haya. Labda mzee nani? Mzee Hakimu. Mpe heshima mtu ambaye ni nani? Ambaye ana umri anakuzidi, mpe heshima yake. Ndivyo neno la Mungu linalotufundisha. Tembea kama kijana wa nuru. Lugha, mavazi, kitu cha muhimu sana. Mavazi yako yamlingane Kristo. Kuna wachungaji sasa wanakemea sana. Mimi hapa sina sababu ya kukemea kwa sababu sioni. Lakini tunatembea nguo ziko hapa hivi. Alafu yuko kwenye praise. Naye. Sana shangaa, lakini hapa Shalom. Mungu awabariki, tujipige makofi. Jana wa kiume vile vile. Tembea tuwe kama nataka kufikiria haya mambo hayapo. Lakini hapa kanisani hayapo kabisa. Huko mtaani hayapo, lakini hapa hayapo kabisa. Mavazi ya heshima. Mna simu ni vizuri. Wangapi hawana simu hapa? Acha mkono. Ambaye hana simu. Unasiniaibishe wewe. Una simu? Yani hata nyumbani. Nani hana simu? Nani ana simu ya zamani? Nani hana simu? Nani haya, basi niishie hapo, mmeshanielewa. Sasa sikiliza. Kuna kuchati katika simu. Kuchati katika simu ni kitu kizuri, lakini kitu cha hatari sana. Unajua lugha ya simu inaongea kuliko maneno. Yaani mtu akiandikia message I love you too much. Sasa utaanza kukanayo I love too much. Unaanza kutafakari. Ananipenda. Tena ananipenda sana. Unaanza kutafakari, kumbe yeye alikuwa anakupenda upendo wa Kristo. Na wewe yeye anakupenda upendo wa Kristo. Wewe unaanza kutafakari, nadhani huyu ndiye mwenyewe. Amekwambia ndiye mwenyewe. Sasa jamani, mimi niseme hivi, msiandikiane message, pigie simu. Mwenyekiti wangu, makamu mwenyekiti Irene, unafanya kazi yako nzuri, nakupenda sana, huduma yako naipenda sana. Mungu akubariki sana. Alafu naye kasauti kake kazuri. Na Mungu akubariki. Alafu unajisikia vizuri. Amenibariki na kuibariki makamu mwenyekiti. Sasa nyinyi msiwe na hela ya kuweka ya nani tu, ya message tu. Mwingine yani yeye umenunua simu kwa ajili ya message tu.
umaskini wa namna hiyo na ukataa kwa jina la Yesu. Sawa? Piga kifurushi chako ambacho kina WhatsApp, kuna nini? Tunaweka matangazo kwenye WhatsApp hapa. Wengine walikuwa wajui kabisa kwamba leo anasimama mtumishi wa Mungu hapa. Wengine wangapi walikuwa wanajua? Haya, mseme. Maana usiponyoosha wanasema ile ana kisafadi. Au ana simu nzuri lakini anaferi kuweka band. Sasa hiyo ni siri yako. Lakini enda na wakati. Kama ni simu hizi, kwani wali nani tu? Boni? Hapana. Najua uko vizuri Sikiliza. Weka malengo ya kuwa juu, sio chini. Unaelewa? Piga kazi, fanya kazi kwa bidii. Sasa sio nasema hapa. Dada mmoja alisema hapa. Wanamuuliza pale anauza pale. Yeye anauza mkana. Lakini mshirika mwaminifu sana hapa. Baada ya kazi